Pretty. It is pretty. Yeah. It's always been. It's good. It's good. We are really trying to stand out na to fit kwa suti yetu na tuoneshe watu tunaweza burudisha watu. Okay. Yeah. So Jemosh ni nani asiyefahamu? Jemosh ni mwanamuziki mwenye alianza hii safari kutoka enzi za zama sana. But now tunasemaga kama uko na self drive then utafika unapoelekea. Today tuko mambo mseto tuna longa na wewe mzazi William Tuva. Ushasema. Najua kwamba kwenye industry hujaanza leo wala jana. Yeah. Actually Tuva unasahau kuna enzi nilikujaga niliwapata na Flash. Ilikuwa kitambo sana, tulikuwa na Luo Dollar. Vicmas Luo Dollar. That's my friend. So tulitoka interview ingine NTV ya Teen Republic. Of which yeye ndo aliorganize akaniambia, "Jemosh twende bwana, wewe unaimba bwana, twende hivi." Nikasema, bwana angalau kuna connection bwana. Tukafika mjini. Tukamaliza hiyo, alafu hiyo siku ilikuwa unfortunate. Ulikuwa na issue ya laptop. Ulikuwa sasa tulikuwa tumeingia mpaka kwa supermarket nini na Flash na wewe, lakini nilikuwa najua utajua, unaona. Nikasema unajua ni mimi ulipatia muziki wako hiyo siku hata hizo time bado tulikuwa tunatembea na CD. I say I was like nataka tu nicheze hii ngoma, ilikuwa kabla kuondoka. Angalau imagine size uko hapa. Meaning that hakuna ambalo ni gumu kufanyika. For real. Alright. So Jemosh ni msanii ambaye anafanya rap, right? Na rap sing mimi naimba. And actually nikianza muziki nilikuwa up country, nilikuwa huko size za Kisumu. So nilianza kama na rap, unaona. But my music style ilikuwa Kenyan flavor sana. So and then my soul haikuumbwa ile kuwa hard, unaona. So sisi ni watu wa kudekeza. Unabembeleza. Ndio maana nasema usinumize kimapenzi, oh no. Yani itabani sijiwezi, no. So you understand. Sauti nzuri. Maana so Jemosh is here. Tuko ndani. I say Jemosh, sijui kama umecheki kwenye vyombo vya habari recently, kumekuwa na visa vingi sana vya ajali za barabara. Watu sijui ni vile watu wanafanya kazi bila kuwa na shift juu gharama iko juu, unajua. Pia because ajali inatokea kwa njia kama hizo, unapata mtu amepewa kazi lakini anafeel hawezi, lakini kwa kuwa tamaa ya pesa anataka hiyo pesa. So yeye ataenda tu hata mpaka anasinzia because so hiyo inaongeza ajali. Alafu tena wengine wanatumia miadarati. Sasa wewe ukimedi na wewe una medi na gari, uko na maisha ya watu, wewe una ile roho ya utu. So kuna issue ya fatigue, uchovu. Uchovu. Labda baadhi ya madereva unakuta kwamba ametoka maybe Kisumu ama ametoka Eldoret ama wapi, anataka aje Nairobi, arudi tena na arudi. Majukumu. Kwa sababu anaangalia na majukumu yanahitaji pesa. So kila trip ina pesa yake. So fatigue comes. Fatigue. Thank you for your thoughts. Hizo ni hiyo ni mawazo yako ambayo nimeyapokea. Msikilizaji, sijui mwenyewe unafikiri nini ambayo inapelekea sasa hivi kuwepo kwa ongezeko hili la ajali za barabara. Nilikuwa naona NTSA walitangaza kwamba since January takwimu ambayo wametangaza ni kwamba zaidi ya watu 1,000 wamefariki kwa ajali za barabarani, which is very very sad. So msikilizaji, tutakuwa tunapokea simu yako, utatuambia kile ambacho unataka